uchungu sana, kazi imeisha bana. Imeisha, hata tukutarajia hivi. Si wengine tumewajuzi. Sijui tutakwendalisha nini mabibi zetu. Biggest achievement you have made for the past 20 years? Yeah, I only built my house and educated my kids. That's the only achievement. Wow. What advice can you tell those people who maybe they think ati jobs za Gulf ni permanent? Unaweza wapea advice gani? Nawaambia hapa hata uchukue kitu 5-10 years bado finally utaenda home. So home ndio the best. Mwanzo sijui niseme nini yani. Lakini naona sijui niseme. Domination imetatiza watu wengi. Una maoni kabisa. Station wajua kila mtu. So apparently we have just been terminated, and this is the face of somebody who has been terminated. Of course, the news has hit us with a shock because we kind of saw it coming, but we really didn't expect it's going to come this soon. And as you can see behind me, all these are people who are facing to go back home to their people. As you can see. So I'd like to know from comments of some Kenyans how they feel. Jeremiah, come here. Ni uchungu sana. Ama ni kizungu? Anything. Kiswahili, kizungu, whichever you can say. Ni uchungu sana. Kazi imeisha bana. Imeisha, hata tukutarajia hivi. Si wengine tumewajuzi. Sijui tutakwendalisha nini mabibi zetu. Tumepanic. Hichi kitambi hichi mimi ninakipatia hapa. Sasa sijui nitakwenda kabi. Hichi kitaishi hapa. Maana tumeambiwa tukaa hapa mpaka Disemba. Sijui sasa itakuwa ni uchungu. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Unaogopa? Ebu hizi sura. Si lazima uongee, just show them. Mimi sijui mbona unaogopa kuongea. Na ni wa Kenya. Baba, do you have anything to say? Haina shida. So as you can hear, so wasingine wako na mauchungu sana, lakini nobody wants to be seen. Ni aje bro? Unafilaje kuhusu story? Mimi naweza sema tu unaweza angalia side. Unaweza angalia huko. Msee kuja mbele. Kwa kuja mbele. Kitu ya muhimu naweza sema kila mtu anahepa wakati kazi imefika mwisho. Hii ni hali ya maisha. Kweli. Na ni kitu ya kawaida huwa ina happen. So ni vizuri sana kila mtu awe prepared saa yote. Anything can happen at any time. Anything can happen anytime. In a personal point of view, una feel ni nini nafanyanga watu wengi wa feel hawako prepared? Watu wengi wakiingia kwa hizi jobs sana sana wanakuanga na ile mentality ya etini permanent. Exactly. Sasa lakini kama ushafanya hii kazi mahali pengine ndio unakuja kujua ya kwamba hii saa zingine inakuanga tu kibarua kama zile vibarua za kawaida. So I think ukiwa na experience huwezi tamak sana. True. Yep. Lakini bado kuna hope huko mbele. Kuna hopes jamaa. Kienda mtaa usiende kutulia pale. Ingia kwa agency huko wako. Ingia online, kuna kazi huko pia. Maximum of ile time unafaka home Kenya before you decide on taking another job. Kama how long hivi? Ina depend na mahali unapata kazi. Because if it is here in Kuwait, at least utakuwa na time. Itabidi ukae at least 3 months ili upate washughulikiwe mambo ya visa. Lakini kama ni other countries, as soon as umelandu kule Kenya unaweza apply kazi na unaweza pata kazi. Thank you so much man. I wish you all the best. Come, ni follow, angalia huko. Watu wahepe watoroke tena. Ni aje my boys? Amtaki? Sawa, haina shida. Hata wewe hutaki? Nani bibi yake utaki aone bibi yako akiojiwa? Wasiota na hepa. Ginyawe. Utaki kuongea? Mbona usinaogopa hivyo? Lakini sawa tu come. Come, usikate. Come.
Come. Hey. Ya, ni aje? Babu kuja. Babu. Hakuna mtu anakuchukua na kamera bro. Unasemaje baba? Sio kusumbua watu. Nasema hivi. Sisi tuna record kuhusu interview kuuliza watu wanaendelea aje. Kuhusu hii termination imeendelea. So una feel uko comfortable kuchukuliwa na kamera? Hapana. Hauko comfortable? Sawa, haina shida. No problem. Huku ndani nataka tu uchukue tu, lakini huku ndani watatuchukua. Come. Wakisema to delete na delete. Asikuchukui baba, mimi siku interview. Na interview mtu atakuwa interview. Sisi watu wanaogopa nini? Hamzat. So as you can see, this is the real estate, man. As you can see, this is the real estate. People are signing their contracts. Come. Awia simchukui wanatoroka. Wataka kusema kitu? Eh? Koja. How do you feel about the termination banner? I've really tried, and I'm now okay with it. You okay with it? Yeah, I'm okay with it. Can you say that you are ready for this? For the next journey? Are you ready for the next journey? Yeah, I'm ready. Yeah. So what advice can you tell those people who maybe they think ati jobs za Gulf ni permanent? Unaweza wapea advice gani? Nawaambia hapa hata uchukue kitu 5-10 years bado finally utaenda home. So home ndio the best. East or West, home is the best. Home is the best. Kabisa. Una habari zako? Wanaongea mabaya sana wa jamaa. Unahisiaje? Mimi nahisi ya mambo haendi sawa kwa sababu wananikataa mimi nichukue picha. For future reference, kwa nini wanakataa? Mimi sijasoma ile kitu. Sasa sijui amenipangia nini. Habari yangu ni hiyo bwana. Nyinyi fans ndio mtajua. Hiyo nani mpya? Jasikia. Come along. Nani ako comfortable hapa kuonekana kwa mko comfortable? Comfortable. Haya, unahisiaje kuhusu hii maneno yote ambayo yanaendelea saa hii? Mimi nahisi ni hali ya kawaida kwa sababu hutokea kwa kila mwanadamu. Ushaelewa? Pahali riziki ikifungika, kwengine kutafunguka huko. Sasa ni mambo ya Mungu, ushaelewa? Ni vitu ambavyo watakaniwa mwanadamu uwe na uzoefu na uweze kuhimili, yani kustahimili hali kama hizi. Ndio. Na pengine unaweza patia kijana mgani? Unaweza patia advice kijana, upatie advice gani kuhusu maisha ya Gulf na kuhusu kufikiria kwamba ni permanent? Siwezi kufikiria kama ni permanent kwa sababu sehemu yoyote ya kazi ni ujipange, yani ipo siku utakuja ondoka kazini. Kweli. Halo. Uko ready kwenda nyumbani? Mimi niko tayari na nikienda nitatafuta fursa nyingine ya kuangalia namna nyingine ni vipi. Ndio. Kabisa. Bro, na wewe unahisi vipi? Mimi naishi sio mwisho wa maisha. Ni step up tu. Kweli. Yeah. Umekaa miaka ngapi huku pengine? Hapa Kuwait sasa kama mwaka mmoja na nusu. Lakini before nilikuwa Qatar. Yeah. Unaweza sema uko tayari, unaweza sema umesave kiwango enough ya kuanzia life. Mimi wakati wote niko tayari mimi, hata nimesave sija save mimi niko tayari. Kwa sababu bado unaona kuna opportunity mali wengine ambayo inanisubiri. True. Yeah. Asante sana bro. Zombi, unataka kusema kitu? Haya, Zombi. Huyu beshi yangu Zombi. Unahisi vipi kuhusu hii termination? Hii termination kuna watu wamekorogeka sana kwa ufupi. Lakini life goes on. Yeah. Because hauwezi fanya kazi zingine za contract ikawa ni permanent. Kazi ya contract ikiisha uwe imeisha. Na utakiwa uwe na subra na ukuwa umejipanga.
kuwa ni ghafla, lakini ukuwa umejipanga. Sasa wewe unaweza sema ulikuwa umejipanga kikamilifu? Alhamdulillah, yani siwezi sema nimejipanga na siwezi sema ni sijajipanga, lakini Mungu yuko na sisi hivyo. Kwa hivyo nyumbani ni mpaka wapi? Mimi Mombasa. Mombasa. Kwa hivyo utafunga virago urudi Mombasa? Tunarudi Mombasa. Halo. Lakini ujue kuna safari zingine ziko, hauwezi trust anybody saizi, kwa sababu safari ni tricky sana. Tunaona tumekuja hapa miaka miwili, umemwagwa, contact imeisha. Sasa ndio hivyo. Ndio hivyo, ndio life. Life goes on, bro. Thank you so much. Alvin, kuja hapa. Wewe unaonekana kwa kamera. Unafilaje kuhusu termination? Mwanzo sijui niseme nini yani. Lakini naona sijui niseme. Termination imetatiza watu wengi. Una maoni kabisa. Expectation, wajua kila mtu alikuwa na expectations zake. Ya kuwa ukija kwa mwaka hii duration na kwa nimefanya kitu hiki. Lakini sasa hii termination pia imetatiza mahesabu ya watu wengi. So hata sijui nitaeleza vipi yani. Unaweza sema ulikuwa umejipanga pengine? Kujipanga kidogo. Siwezi sema alikuwa sababu nimefanya tu kazi kwa miezi miwili peke yake. Miwili peke yake? Nilianza kazi Disemba. Nilianza kazi Disemba. 2 months peke yake. 2 months peke yake. Kwangu mimi siwezi sema nimejipanga ama sijajipanga. The fact that mimi venye sasa ni kama sina familia pia ni added advantage, lakini pia imeendabia mahesabu najua. Pole sana ndugu yangu. Kuna shida. Huko mbele kuna hope. Huko mbele ni kuzuri, I hope. Asante sana. Vipi bro? Poa, nakwaje? Poa sana man. Sasa tumesikia history ya termination bana, imepata watu off guard. What do you have to say about it? Kweli, unajua kila kitu tunaposema bana, ukija maeneo kama huko lazima yani uwe na mission ama ni vision zote yani, umeona? Sasa unajua anything can happen. Huku si nyumbani. Sasa ukija maeneo kama huku lazima ujue bana, niko na mission nyumbani nafaa nifanye. Sasa ile pesa unaopata lazima uweke kiasi, ingawa si nyingi, lakini wafaa uweke yani, because anything can happen. Kama sasa ambao hii situation ambayo inaendelea yani, kweli kuna wengine yani hawakutarajia kama itatokea design kama hiyo. Walikuwa shapanga maybe after 2 years ama after 3 years ndo ataenda nyumbani tena, lakini sasa tuseme yani mtu anakuja kama amaliza kama 3 months hivi kisha imemtokea issue kama hii yani, tayari imempata off guard yani, umeona? Imemtoa timing kabisa. Lakini at the other part pia ukiwa una imani nyingi na unaelewa bana, riski inatoka kwa Mwenyezi Mungu, itabidi tu yani umesema alhamdulillah, because it has already happened. Na kama tunapojua bana, whatever happens for a reason, au sio? Sasa huwezi jua bana, labda Mwenyezi Mungu amekutoa huko ataka kupeleka kwingine, lakini for the time being yani huwezi elewa, cause vitu bana ni behind the scene yani, umeona? Mpaka vije vikutokelee ndo utasema kweli bana, kama singejua bana, yani ni hivyo yani, umeona? So ule mtu alifanya harusi juzi tu ama pengine ule alipata katoto juzi tu, what advice do you have to those people wenye wamepata watoto juzi ama wamewajuzi lakini wamekuwa terminated? Issue kama hizo unajua bana, mtoto kama tunavyojua bana, mtoto ni blessing yani, umeona? Sasa huwezi jua pia blessing ni kuja design gani, wafanya tu kushikizia labda mtoto ndo anakuja kukuweka kwenye situation nyingine yani nzuri kuliko hii ambayo uko nayo sasa hii. Na pia the other thing pia kuhusu harusi pia ni kitu kingine amazing, maana harusi bana imekutoa kwenye situation ambayo yani ulikuwa unafanya vitu ambazo hazifai, umeona? Lakini sasa umesema bana, mimi bana sasa hivi bana nataka kujeka kitu cha kueleweka, yani kitu ambacho kiko legal kabisa, nikiwa na mtu wangu kama hivi bana, mtu bana ajuazi bana huo ndio ifu wangu, umeona? Sasa harusi pia tunaamini bana pia ni kama blessing, sio kama blessing, ni blessing nani, umeona? Kabisa. Sasa
kila kitu ni imani yako unapochukulia kitu yani. Umeona? Ukichukulia kila kitu positively yani utaona vitu tu yani vinasonga yani hivyo yani. Umeona? Na ule mwenye ndio anataka kuanza safari ya kuja Gulf, unaweza muadvise kivipi? Bro, riski kokote bana. Sasa kama vipi huku kweli huku fresh sana, kama vipi yani ukija huku inakuwa poa. Yani wajijenga kidesign. Cha muhimu zaidi mtu bana, hata kama kio kwa home asivunjike morali. Atafute pia kazi hapa na pale. Pia akipata opportunity ya kuja huku pia yani aje ajijenge. Maana ndio hivyo yani. Life ndo kama hivyo. Hey, thank you bana. Wacha nikwambie pole, hata kama sisi wote tuko kwa meli moja bwana. Itakuwa sawa. Lakini umekaa hapa miaka ngapi by the way? Sasa ina kama mwaka 6-7 hivyo. 7 years. Yeah, uko sawa. Uko sawa bana. Uko sawa. Poa. Bwana Fondo, pamoja. Bwana Fondo. Vipi? Sana, uko poa? Niko poa bwana. Habari zimetukujia leo. Kabisa. Bwana, watu wanaenda nyumbani. Yeah. Ndio hivyo. Uko tayari? Tutafanyaje bwana? Niko tayari bwana. Sasa ndio nimezaliwa huko. Miaka ngapi sasa hii Gulf? Sasa hii niko na mwaka 4. 4 years, huh? Unaweza sema, can you say that you have really prepared yourself for exit? Sikuwa nimejitayarisha kwa sababu habari zimekuja ghafla, but tunaichukua vile imekuja. Yep. So wewe utena tu na imani yako yani? Yeah, kwa sababu sikuwa nimeka, let's say imekuja ghafla kwangu. Yep. Lakini siwezi sema kwamba nitakatalia hapa kwa sababu nilikuwa najua kwamba hii kitu inaanza kwa hapa na wakati wote. Kwa sikuwa permanent hapa sawa. Yeah. Uko na advice gani kwa ule mwenye pengine anahuzunika kuhusu habari hizi za leo? Kitu mimi naweza kusema ni kwamba mtu asihuzunike kwa sababu God ana plan. Umeelewa? Mungu akikunyima huku anakupatia huku. So watu wasihuzunike. Usigive up, maisha ndio inasonga hivyo. Hii ni katika part of life. Yeah. Thank you so much. And all the best. All the best. Pamoja brother. Pamoja. Buddy, you want interview? You say interview? What interview? You have nothing to say. You have nothing to say? How do you feel about termination? Termination is usual. Always one contract finish. When we going to other contract, always it's a procedure of signing the termination paper. Afterwards, if you have new contract, we will sign for the new contract, or otherwise, we can get the release, or we can ask the contractor. You can get release, or you are ready to go home. That's it. And how many years in Gulf? Me, 20 years, same company. 20 years? Yes. Too much money, huh? Inshallah. Inshallah. So, what is the biggest achievement you have made for the past 20 years? Yeah, I only built my house and educated my kids. That's the only achievement. Wow, congratulations. Thank you. All the best. Okay, buddy. Thank you. No? No? Okay. No problem. Come kidogo. Wase mko comfortable kuonekana kwa video interview? Wewe. Sawa, haina shida. Twende pale. Sasa unakunja sura. Come. Tuanze na hapa. Tuanze na hapa. So, Kazungu, how do you feel about the termination? Termination mimi naona haiko sawa kwa sababu lengo la kuja huku lilikuwa ni kazi. Kwa hivyo haijakuwa sawa kwa kila mmoja. Yeah. Unaweza sema umekuwa ready ku exit? For sure hakuna mtu ako ready for exit. Hakuna. Pengine labda ulikuwa unadhani utaka for how long kikwako? Mimi miaka 2 nilikuwa ningepiga hapo ningesema nimefanya kitu.
lakini mimi niko na less than 2 years. Less than 2 years. Yeah. So what's your next step? Next step, narudisha mpira kwa kipa tu. Kurudisha mpira kwa kipa napeleka home, unaanza upya. Unaanza fresh. Yeah. Unaenda home wapi? Ni Mombasa. Mombasa. Yeah. Sawa. Haya, na kijana mdogo? Sasa nataka niseme nini? Sawa. Watu wanashai kuongea kwa kamera bwana. Na huyu mtu anafanya kwa kamera kila siku. Moza. Me and you were having a conversation the other day. Ni kama tulikuwa tunajua kitu kitakuja ku happen. Unaelewa? So, how do you feel about this termination? Well, see, one thing we knew, it's a contract. When a contract will come to an end, so this is the end, yeah? And usually, when one door is closed, another one open. So we don't regret. We did our time, we appreciate. And that's all. Would you say that you are ready for this? Well, I knew it can happen because this was my first time work with a local company. So it is bound to happen at any time. So I'm not surprised. How long have you been working here? About actually, I'm 1 year, exactly 1 year actually. 1 year. Yeah. So home ni wapi? Home Kakamega. Salimia watu wa Kakamega. Mimi nashukanga ng'ombe. Wasalimia wachungaji wa ng'ombe wa Kakamega. Na Kikwenyu. Sawa Mirembe. Mirembe mno. Yeah. Thank you so much. Let me offer a word of encouragement probably. The whole of tomorrow is God, so tumwachie yeye. Yeye ndo anajua alituleta hapa na sababu, na yeye ndo anajua haya yote. Thank you Kuwait for making us feel at home. We are going back to our original country, Kenya. Yeah, it's true. I am. The whole of tomorrow is God. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give us hope and a future. And that is the future we are looking for as we go back to our country. Thank you so much. Thank you so much. Hiyo ni ya mwisho. Hiyo ni ya mwisho. Come. Twende hivi. Ebu onyesha huko. Hello buddy. How are you? Come. Come in direction. Hakuna mtu anakurekodi bro. Badi mgani? So yeah. Kwa huku wote kuonekana hapa. Nilikuwa na bado, hata sisi bado hatuja sign. Watu wamejaa huko. What? Yeah? So bro, what do you feel about how do you feel about this termination today? So inakuwa very sad. It's like in emergency kwa sababu mtu hajajipanga, mtu ana ile way forward, so inakuwa kama ni emergency, na pia inakuwa ni kama sio fairly, so tunakuwa tu tumebaki tumehanga, tujui ile way forward, so inakuwa tu namna hiyo. So how long have you been here? Almost 3 years now. 3 years exactly, yeah. And what is the saddest moment you've experienced here in Gulf, this job? Kiukweli ni mingi, but most of the time wa ile delaying of salaries mwana sometimes inakuwa hivyo, alafu unaweza kuwa labda most of the time wa delaying of salary unakuwa ni sad sana. So unajua kufanya kazi umedepend kwa salary, so unakuwa more challenging. Something like hiyo. So would you say that you are ready for exiting Kuwait? Yeah, as usual. Kwa sababu even if you are not ready, so no otherwise. Hiyo ni lazima tu uende kwa origin yao kama ile kwenye umetoka. So hiyo ni kitu normal. Hiyo hakuna otherwise. Lazima tu tukue ready. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. Have a blessed day. Have a nice time. Keep locked. Yeah. Poa. Hawa dengu sijui kama watakubali.
So guys, that is what is happening right now. People have been, people are signing their termination letters. People are feeling a little bit sad. Some are so confused. They don't know what they're going to do next after this. I am the one who is interviewing people, but in the real sense, I'm a little bit confused as well. Like I said, this one, we were not prepared for this. All right, so what happened is that the war really caused a lot of chaos, and now people have to pack their bags and go back home. I usually tell you all the time, be prepared because you don't know what tomorrow holds. Be prepared. Be prepared, okay? Some people started the work on January and only did for January and February, and then Kalas. Only 2 months. You can imagine the kind of confusion that is going on. So some people are also married my friend got married the other day, by the way, 3 days ago. Some people just received newborn babies just the other day. But right now they don't have money in their pockets to go back home. The nightmare of the kind is what happens after this. All right? Huyo nani tumetupita huyo nani? Manja HR. Buddy, you want to say something? No? Okay, no problem. Kila mtu anatoroka. So I think... You guys okay? Yes, you're very okay. We just wanted to know... how are you, Ram? I had not seen you. Just wanted to ask, how do you feel about... It's very good. It's a time to back home, so we are relaxing, you know that. It's good. You feel okay? Yeah, okay. No pressure? I mean, life is better than money, you know that. Yeah. We all have to be safe, you know, so that's why we are happy. How many years in Gulf? In Gulf or Kuwait? Kuwait. Kuwait, I think 8 years. 8 years? Yes. So you have enough money, huh? Not enough. You know, money will not be enough. We have to spend some quality of time with our family. It's a time to spend some time, you know, with family. Time so, with the yeah. family. Yeah. Ah. Because as much as you earn, one day you will be spend all money. Yeah. You know. Yeah. And when you are going to be on the money, you also spend the same time. At the same time, you are spending your life. You know, which will never back. You know that. So I think this time life is more expensive than any other things. In comparatively, you know, that if you are going to be comparatively, life is more expensive, you know. And in these conditions, we are safe. We are safe. That's good enough for us, you know that. Life comes first. Yeah, life comes first, man. Always. Okay. Yeah. Thank you so much. What about you, buddy? You want to say something? Where are you from? I'm from Nepal. From Nepal? Yeah. How many years in Kuwait? 6 years. 6 years. So how do you feel about the termination? Are you okay? Yeah, I'm okay, but I will very sad, you know, because we earn money. Why coming from here? Yeah. We earn money, we take care of our family, and now lost contract. So I feel sad, but it will okay. Is you know sometime it's coming like this happen, but we are survive for bad time also, good time also. So we go back the home and then find another job, and like that's it. So do you have a backup plan? We don't have now backup plan because we are now still here. How I backup plan? Yeah. It shall be well, right? Yeah, now it's good. What is your name? Siaram Yadav. Sierra. Siaram Yadav. Sierra Miadab. Yes. Ah, okay. Thank you so much. Do you want to say something else? Are you okay? Okay. So how do you feel about this termination? It's feeling bad or it's feeling good also because we are going to our home. So why you feeling bad? Because we have many dreams when you go abroad. So we have many dreams. Thus, it's not been success. Yeah. So that's why I feel bad. But we are going to back our home, our country. And that's why I'm happy also. So sometimes when you come to Gulf, you come here because you want to achieve dreams, yes? So some dreams you achieve, some dreams you don't achieve, yes? So maybe which dream have you achieved?
Firstly, I buy land, I make house. Wow. It's completely done, but still I have to pay little bit loan. So that's why, not completely. What are you going to do, man? You have a backup plan? I'll think about that. First of all, if company will give release, and then I will find job here. If not, and then I'll go back to my country, and then I'll think something about that. How many years have you been working here? Complete 8 years complete. 8 years complete? Yeah. How many years were you planning to stay? 2 years more. 2 years more? Oh my God, but unfortunately it has happened, termination colors. Now everybody is going back home, right? Yes. What do you have to tell your family? I'm just telling them I'll become soon. Nice, nice. Thank you. Nice to meet you. Thank you. So those are words, wise words from Ram from Nepal. As you can see, both nationalities have been affected. We have the Africans and we have the Indians and also the Nepalese, by the way. It is not easy for everybody. As you've heard, people have been here for as long as 8 years and they have loans that they need to service, and they have built houses and bought land. Basically, that is the biggest achievement I've had so far. People come here with an intention of buying land and buying a house, and then after that, it is over. Maybe you don't have any liquidity, you don't have any other investment. Then when you go back home, you wonder, what am I going to do with my house? What am I going to do with my land? But anyway, it's a win and not a loss. They are saying, going back home, they will go back to their families. In as much as they've lost their jobs, now they will reunite with their families after a very, very long time. And to me, that sounds like a win. I've been your host, Shama Captain. Adios.